Mambo na kuchokoza watoto. Nyaga tumeona wazazi wakiuza mpaka mali ya watoto. Nyaga mtoto anajitolea, anafanya kibarua, ananunua kabuzi ili ajijenge. Na yule mzazi anachukua ile buzi anaenda anauza. Unajua kwa sababu gani? Unafikiria huyu mtoto atafikiria aje? Ama atasikia aje moyoni? Anafikiria nje Wanjiko. Anafikiria sababu yeye ako na mdomo wa kurahani, mtoto hawezi kumrahani. Anajua ya kwamba mtoto huyu akimchapa ama akikuja, unajua mtoto anaweza kuwa na nguvu kuliko huyu mzee. Mzee utakuja uongwe. Na acha nikwambia, kama ni wewe ulikuwa umechokoza yule mtoto Wanjiko, hakuna laana iko mahali pale Wanjiko. Hakuna, sababu ni wewe ambaye umejiletea ile maneno Wanjiko. Watoto wanajijenganga mpaka unaona mtoto amejitolea. Ananunua kakuku ama ananunua kabuzi. Wakati ule mzee atasikia anataka pesa, atakibiria ile kabuzi, ashukue apeleke akauze. Na sio yake. Atashukua ile kuku aende akauze. Ile ni baraka ya mtoto. Maana mtoto ameweka pale ajijenge. Na wewe ukiwa mzazi umeshukua ile buzi, umeenda umeuza. Hiyo ndio uchokozi. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kukaa na njia ile ambayo inastahili, yenye Mungu hata akikuangalia ukiwa mzee, hakika anaona wewe umeelekeza watoto wako kwa njia inayo inastahili. Na wewe mtoto, tafadhali na kuomba mzazi yule ambaye uko na yeye mahali pale, mpe heshima. Mwalimu yule ambaye anakupea ile elimu, ukaweze kumpea heshima ambayo inastahili. Yule mtumishi wa Mungu anakupea neno la Mwenyezi Mungu, mpe heshima ili ukaweze kubarikiwa. Kwa hivyo ukiweza kuheshimu wazazi, kwa hakika Mungu naye atakuweka maisha mengi dunia hii, sababu hiyo ndio agano ya kwanza, hiyo ndio amri ya kwanza yenye agano na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Wanjiko, kwa haraka naona muda inatukimbiza, kwa hivyo tutatamishia mambo ya kitabu hapo, mambo ya neno la Mwenyezi Mungu hapo. Wanjiko, mimi kwa dakika moja tu, unaweza kuwa kuna jambo unataka kuongelesha nini watu wa Mungu, ndio tukifunga tuende tukienda chapter nyingine. Mimi ile kitu ningetaka kuambia watu, wakati huu sio wakati wa kulala, watazamaji wetu ama wasikilizaji wetu. Hii wakati tuko si wakati wa kulala. Ni wakati wa kupiga magoti na kulilia Mungu. Maana hii wakati inaonekana ni kama wakati wa mwisho Nyaga. Maana maandiko inatuambia ya kwamba tutaona mambo mengi itajitokezea Nyaga. Si ati mambo mengi haijajitokezea. Ni mambo mengi sana imejitokezea. Washeni tutii na tuombe, tupiga magoti tulilie Bwana. Tuone ni wapi tumetoka katika njia za Bwana. Wanjiko, hata naomba tukikuja Sunday tutakuja kusoma aswa wakati wa mwisho uko namna gani. Kuna mahali wakati nilikuwa naenda kusoma hiyo ili neno la Mwenyezi Mungu, nilikuja kujua wakati wa mwisho utakuwa aje. Kwa hivyo nitakuja na tusome Sunday, tutakuja na tusome hiyo jambo. Kwa wasikilizaji wetu, tutakuja tujue wakati wa mwisho utakuwa namna gani. Tuweze kujua tutaweza kujiweka aje kwa njia laini ili tukaweza kuenenda pamoja. Kwa hivyo matamitisha na ukisalimia nini ndio tuweze pole kwa kuingilia kati hapo Wanjiko. Na wasalimu tena katika jina la Bwana. Nisalimia marafiki wangu wote mahali walipo. Kuna rafiki yangu hapo pale anaitwa Mudhoni. Wewe Mudhoni, Agatha Mudhoni, na kusalimia sana katika jina la Bwana. Ni mzuri sana wewe, anatutazamanga kila sana na tusalimianga. Ni vile tunasahau nyingi sana na yeye. Leo Mudhoni nimekukumbuka. Usalimike sana. Nisalimie Nancy Jerry akiwa tu ishi ya nje. Ako huko Lebanon. Na yeye nimemsalimia sana. Nisalimie mwingine anaitwa Wadeli. Ako huko bali sana. Unasema hivyo hata umenitoa maneno kwa mdomo. Naona anatutazama akiwa Saudi Arabia. Wewe Wadeli ukiwa Saudi Arabia. Nimekusalimia sana mahali ulipo. Anatuambia keep it up. Nimekusalimia sana mahali ulipo na ubarikiwe sana na Bwana mahali ulipo. Na waitishia fefa ya Mwenyezi Mungu. Wakati uko nje. Wale wasichana wote wako nje. Na waitishia fefa ya Bwana. Mungu awaonekanie na Mungu awabariki. Nashukuru, na mimi sina ningetaka kusalimia moja. Kuna kijana mmoja nampenda sana, anaitwa George Foro akiwa pande ya Tinganga huko Kiambu. George Foro, salimika sana. Kuna mwingine anaitwa
Steven Piketi. Steven, salimika sana. Jenny Wangoi, Janet Wangoi, sorry, salimika sana ukiwa mahali uliko. Simon Kenywa, salimika sana ukiwa mahali uko. Simon Peter Kenywa, salimika ukiwa mahali uko. Unajua Mwenyezi Mungu anakupenda. Na anakujali na anakuwazia mema. Wewe sababu ile kazi unafanya, jua ya kwamba ati Mungu hako ndani yake na atakuja kujidhihirisha wewe mwenyewe. Kwa hivyo keep it up kwa kazi hiyo. Majiko